Sisi ni nchi ya demokrasia. Mambo yetu tunaamua kwa amani kupitia kwa demokrasia. Ile hatuwezi kukubali taifa letu ni eti tuwachane na demokrasia twende kwa udikteta wa fujo, maafa, kuharibu mali na mambo ya kuleta anarchy katika taifa letu la Kenya. That one we will not do. Na ndio mimi nasema, as a government, we will protect our democracy. We will protect the peace and stability of our nation, and we will deal firmly and resolutely with those who are engaged in mayhem, in anarchy, in destroying people's property, in causing the death of Kenyans, and in causing the loss of property and looting in the Republic of Kenya. There is no place in Kenya. There is no place in our democracy. There is no place in our law or constitution for anybody to have a free license to visit mayhem, anarchy, death, and violence on the people of Kenya. We have a government to ensure that life and property is safe and secure, and we will do it. Ama munasema tuwaache wakora watuibie, wafunje mali yetu, waharibu amani. Na nimewaeleza, kama kuna watu wako na mpango tofauti, sisi tuko na mpango ya mambo ya elimu ya watoto wetu inajulikana. Tumewaajiri walimu 56,000. Tumeweka funding model mpya ambayo inashughulikia wa Kenya, na tumeongeza pesa ya kilimo. Tumeongeza na pesa ya elimu. Tumepanga mambo ya kilimo. Mbolea imekuja 2,500. Tumezalisha chakula ya kutosha. Kahawa wanalipa bora zaidi. Chai wanalipa bora zaidi. Maziwa inalipwa bora zaidi. Tuko na mpango ya kupanga ajira ya vijana wetu. Tuko na program ya housing. Tuko na program ya market. Tuko na program ya hostels. Inaendelea katika taifa letu la Kenya. Wakenya saizi 1,160 wameajiriwa kwa program ya housing. Wakenya 1,150 wameajiriwa kwa program ya digital jobs. Hawa watu wengine tunataka tuwaulize, badala ya kulete fujo, badala ya kulete vita, badala ya kuharibu mali na kuiba mali ya wananchi, mtuambie mpango yenu tofauti na yetu. Wakenya wataamua mpango gani ni bora kuliko ingine. It is obvious that we cannot replace our democracy and the transformation and the plan we have today. We cannot replace it with mayhem, with anarchy, with destruction of property. It is not possible. We are intelligent people in Kenya and we know what we want. And I have said, those who are sponsoring, those who are marketing, those who are orchestrating this violence, they cannot continue to be faceless. They cannot continue to be nameless. They cannot continue to be formless. They cannot continue to be anonymous. Let them step forward and tell us, what is this violence going to achieve in the Republic of Kenya? And what is their plan beyond this violence?